Uhali gani mtazamaji na mfuatiliaji wa Tambue Sheria TV. Karibu tena katika wasaa mwingine, ni wako Pastori Anton Obiero. Kwa siku leo tuna mada mezani, tunaenda kutazamia ni mambo gani muhimu ya kuzingatia kabla ya kufungua shauri la madai mahakamani ili kuepuka kutupiliwa mbali. Na tutakuwa na mgeni hapa, tutapatia nafasi ya kujitambulisha ili tuweze kumfahamu na atatusaidia katika msaada wa kisheria. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Naam, karibu jitambulishe. Kwa majina mimi naitwa Msalaba Kaunda Bernard, ni mwadhiri wa Chuo Kikuu cha Sauti, lakini pia ni wakili wa kujitegemea kwa mwaka wa 10 sasa. Kwa hiyo ni mtaalamu wa masuala ya sheria, unaweza kusema mbobevu. Ndio. Naam, asante ndugu wakili. Jamii yetu imekuwa ikiteseka sana. Unakuta mtu amekosewa ama ameingia katika changamoto ya kisheria, ndio anapeleka shauri lake mahakamani lakini linatupiliwa mbali. Sasa labda hii inatokea kwa sababu labda unakuta amekosea ama ni utaratibu wa kisheria ndo unapelekea kwamba fulani akipeleka mahakamani kesi itupiliwe mbali. Aha. Kiufupi mahakama ni muhimili ambao unajitegemea. Ukiacha serikali, bunge, mahakama ni muhimili unaojitegemea. Kwa hiyo kesi itatupiliwa mbali baada ya mahakama kuwa imesikiliza hoja ya pande zote. Mahakama haipaswi kuwa na upande. Kwa hiyo kinachofanya kesi itupiliwe mbali ni uzito wa ushahidi uliotolewa. Kwa kama kwenye tunazungumzia mambo yetu ya madai, una ushahidi ambao ni dhaifu kulinganisha na ushahidi mwingine, manake mwenye ushahidi ambao ni imara lazima atashinda. Ndio utaratibu wa kawaida. Kwa hiyo ni sheria ndio inasema kwamba mahakama lazima ifanye maamuzi. Kwa hiyo kama hamjamalizana nyinyi, kesi lazima itatupiliwa mwishoni kama ushahidi wako ulikuwa ni dhaifu. Naam. Lakini pia kuna mtu mtazama pia anajiuliza, mbona mimi lakini sikufikia mahakamani? Nilipeleka tu shauri langu lakini siku nafika naambiwa limewekwa pembeni. Hiyo ina maana gani hasa kwenye nyanja ya sheria? Sawa. Sasa mara nyingi hiyo inatokea iwapo kuna dosari za kisheria. Changamoto tulionayo kwenye jamii yetu, watu wengi hawako tayari kupata msaada wa kisheria pale wanapokuwa na shida za kisheria. Kwa hiyo mtu anajikuta amekwenda mahakamani, anaandaa maombi ambayo yana dosari na dosari nyingine ambazo huwa ziko wazi. Pengine ni sababu ya kuhusisha, tunasema ni bush lawyers. Yaani anapaswa kuwa mwanasheria aliyesoma akamaliza, kuna makosa ambayo ni ya wazi hawezi kuyafanya. Kwa mfano kama unapeleka shauri ambalo limepitwa na muda wake, ni wazi litatupiliwa. Sababu sheria ndio inatuambia kwamba litatupiliwa, haijalishi upande mwingine ameleta hilo kama utetezi wake au la. Lakini kuna mwingine anafungua kesi pia anakuwa amekosea mahakama. Watu wa sheria wanaita jurisdiction. Kwa kama umepeleka kwenye mahakama ambayo pia sio yenyewe, ni wazi kitakukuta hicho unachosema kwamba mtu anakuja siku ya kwanza na anaambiwa kwamba maombi yako yametupiliwa mbali kwa sababu yana zile dosari ambazo kama ungehusisha wanasheria pengine ungeziepuka, ukaenda kupoteza labda mwishoni kulingana na uzito wa ushahidi ulionao. Ndio. Sasa ndugu wakili, ndio. Kwa mtu anasema lakini mahakama si ni mahakama. Hivi pesa ananiambia kwamba mimi mahakama naona nipo karibu na nyumbani ni hii, alafu ananiambia kwamba eti nipeleke kwenye mahakama ambayo sio, tupiliwe mbali. Hii inakaje? Ndio maana nimesema kuna umuhimu wa jamii kuwa inapata msaada au ushauri wa kisheria kabla ya kwenda mahakamani. Kwa sababu unapozungumzia mamlaka ya mahakama, hautuzungumzii tu ukaribu wa majengo. Viko vigezo tunavyoangalia, kwa mfano thamani ya madai. Kwa mfano unafahamu kesi zetu nyingi zinategemea na mtu anamdai mtu kiasi gani. Kwa mfano mara nyingi mali isiyohamishika kama thamani haifiki milioni 50 ni mahakama ya mwanzo. Kama inahamishika basi ni isizidi milioni 30. Ikizidi hapo maana yake unakwenda mahakama ya wilaya au mahakama ya hakimu mkazi. Kwa hiyo mara nyingi sio tu kwamba mahakama kwa sababu niko nayo jirani, viko vigezo vya kisheria. Maana nimesema ipo haja ya watu kupata ushauri wa kisheria kabla hawajafanya maamuzi yao. Ndio. Na labda sawa, huu msaada wa kisheria, msaidizi wa kisheria, huyu mtazamaji wetu na raia wetu mwema, labda anaweza kaupata wapi ili apate msaada na haepuke kwamba afungue shauri apoteze muda lakini pia litupiliwe mbali? Sasa labda huu msaada anaweza kupata wapi na kwa nani? Sawa. Swali zuri. Msaada unapatikana kwa wanasheria. Kawaida taaluma ya sheria ni taaluma pia ambayo ina ubobevu kama taaluma ya udaktari, kama ilivyo taaluma nyingine ya uhasibu.
Kwa hiyo ni taaluma ambayo kuna kitu tunaita consultation fee, gharama ya kumuona mwanasheria. Kwa mara nyingi mtu akihitaji msaada anapaswa kuuliza tu ofisi za wanasheria zilipo. Akifika atalipa hiyo pesa ya kumuona mwanasheria, atamuona, ataeleza tatizo lake, atapata ushauri ambao ni sawia. Lakini pia kwa wale ambao hawajiwezi, sio kwamba sheria iko kimya, bado anaweza akapata ushauri. Kwa mfano sisi ukishakuwa wakili unakuwa pia ni mwanachama wa chama cha wanasheria Tanganyika, tunasema Tanganyika Law Society. Pale kuna huduma pia za msaada wa kisheria. Lakini sio hivyo tu, kuna baadhi hata ya vyuo, kwa mfano Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wana kitengo maalum cha kutoa msaada wa kisheria, wanaita Legal Aid Committee ya University of Dar es Salaam. Hata sisi Sauti na penyewe tuna Human Rights Center, ambapo moja kati ya huduma inayotoka ni kliniki za msaada ya mambo ya kisheria. Kwa kikubwa ni kuuliza upatikanaji wa wanasheria ni wapi. Alafu ukisha upata, manake lazima utapata ushauri ambao ni sahihi. Kwa maana nyepesi tunasema kwamba mtu awe tayari kuelekezwa. Awe tayari. Ili ajifunze, si aepuke vitu kama hivi. Naam. Sasa labda ushauri wako wa mwisho kwa wananchi kuhusiana na masuala mbalimbali ya kisheria. Nini unawaasa hasa katika masuala ya kijamii kuhusiana na mlolongo mzima wa sheria, kwamba tuishi katika mazingira yapi ya kuwa salama na masuala ya sheria kwa ujumla? Yani kikubwa ambacho ni ushauri wangu ni kwamba wanahitaji kupata huduma za kisheria. Aidha iwe ni kwa kulipia au kama ni hizo ambazo nimesema ni huduma za kimsaada. Kabla mtu hajafanya jambo lolote linalohusiana na sheria, ni vyema akapata ushauri wa kisheria. Whether ni mtu anataka kuanzisha biashara, ni mtu ambaye anaendesha biashara zake, ama ni mtu ambaye amejikuta ameingia kwenye mgogoro na jirani yake, anapaswa kupata ushauri wa kisheria. Sababu kuna baadhi ya migogoro hata wanaweza wasifike mahakamani. Wakipata tu mwongozo mzuri wanaweza wakasuluhishwa na mahusiano yao yakabaki kama yalivyokuwa juzi kabla ya jana ambayo wamegombana. Naam. Kwa maana nyepesi kwamba tusichukulie sheria mkononi. Kimsingi kuchukua sheria mkononi inafahamika kwamba haitakiwi. Na pia kwa sababu tumesema sheria ni taaluma, manake ina wabobezi wake. Usilipuelipue. Kuna hii dhana ipo pia kwenye jamii kwamba wakati mwingine, kwa mfano mtu anahitaji mkataba wa upangaji, anatafuta tu nakala kwamba bana huna nakala huko, hata mimi niweze kubadilisha tu majina. Sasa hiyo haitakiwi, kwa sababu mwisho wa siku aliyekaa darasani akasomea ile taaluma anakuwa kuna vitu anavifahamu zaidi kuliko. Kwa hiyo ni jamii iwe tayari kupokea msaada wa kisheria kwa kuchangia ama kwa kupata misaada. Maana kwa mwaka pia tunakuwa tuna siku za law days zile. Kuna wale matenti wanatoa huduma wakati mwingine bure. Sasa changamoto sio za kukuta wameweka huduma za msaada wa sheria hapo, lakini mtu hana habari, ana mambo yake. Anaona bora tulie. Anaona bora aendelee na yeye anayoona ni sahihi. Kwa hiyo watu wasiogope, na huduma sio kwamba ni gharama sana, ni inabidi wafike ndo wajue. Ukikuta kama kuna gharama, basi unaweza ukajaribu kwingine ambapo ni pana kustahili. Ndio. Na mtazamaji Tambua Sheria TV, naamini kwa siku ya leo umejifunza vyema. Tulikuwa na ndugu Advocate Msalaba ambaye anakusisitiza hasa katika changamoto masuala ya kisheria unapaswa kufata nyendo na mlolongo mzima wa sheria na sio kuichukulia hatua mkononi. Basi kwa kuendelea kupata taarifa mbalimbali na midahalo mbalimbali ya kisheria lakini pia kijamii, usahau kusubscribe, kulike pamoja na comment katika mitandao yetu ya Tambua Sheria TV. Ulikuwa na Pastor Anton Obiero. Tutana katika saa nyingine. Asante.